TCRS tunafanya kazi kata ya Masanga, Ndoleleji, kata ya Mwakipoya, Shagihilu, Mondo, Sekebugoro, sehemu ya kata ya Ngofila na Mwamashele. Tuko tayari kushirikiana na wataalamu wa idara ya maendeleo katika kuhakikisha tunatoa elimu katika vikundi vile ambavyo vimepatiwa mikopo. Na katika maeneo hayo pia tumependa kushukuru kwamba kuna vikundi vyetu ambao vimepongezwa, vimeweza kufanya vizuri sana. Kikundi cha Upendo. Na katika haya pia tunapenda kuwasisitiza wana vikundi, ni kweli kuchukua mkopo ni kazi rahisi, lakini kurejesha ni jambo lingine. Kwa hiyo tunawaasa kama shirika kwamba tutekeleze ile mipango ambayo tumeipanga, mpango biashara ambayo tumejipangia kama wana vikundi. Na tusiende kutekeleza kwa sababu tu tumeshapata fedha tukafanye vitu ambavyo havikuwa kwenye mpango wetu. Kwa hiyo tuwahakikishie sisi kama wadau tutaungana na watumishi wetu ambao wako maeneo yale, wengine ni watumishi wa serikali, wengine ni waajiriwa wa shirika. Tushirikiane ili tuweze kuhakikisha Kishapu inakuwa ni kinara katika urejeshaji wa hela za mikopo ambayo inatolewa sasa hivi zaidi ya milioni 500. Halmashauri ya wilaya ya Kishapu imetenga jumla ya shilingi milioni 726,884 na 522 kwa ajili ya kukopesha vikundi. Jumla ya vikundi 102 vilibainika kukidhi vigezo ambavyo vikundi 59 vitakopeshwa jumla ya shilingi milioni 587,504 na 418. Kwa awamu hii ya kwanza ikiwa ni vikundi vya wanawake 35 na ambavyo vitakopeshwa jumla ya shilingi milioni 290, milioni 724 na 209. Vikundi 22 vya vijana vitakopeshwa jumla ya shilingi milioni 290, 724 na 209, na watu wenye ulemavu watakopeshwa shilingi milioni 6. Aidha, vikundi vingine 43 vilivyobaki vitakopeshwa katika dirisha lijalo. Leo na miaka 3 na furahi, na leo ni la raha mno. Mama Samia oye! Kwangu mimi maisha yangu kwanza ilikuwa mabaya, sasa hivi yamekuwa nafuna suka hata kwa mikono. Kikundi changu hata wewe mama tu ni shahidi sawa. Zamani wa mama tulikuwa kwanza tunanyanyasiwa kwanza, ukatili wa kijinsia, mila kandamizi ni sisi tu, kukatwa mapanga ni sisi tu. Saizi wa mama kama wa mama tumechukua huu mkopo wa 10%, tunasomesha watoto. Ukikuta kwenye familia sasa hivi zipo vizuri. Tulikuwa hatuna usemi kwa wababa, sasa hivi hata nikiongea neno na mimi wananisikiliza. Li baba likisema hivi, nataka huyu aolewe, kweli aolewe. Sasa hivi akisema aolewe huyu nasema baba asome huyu mtoto, kwa sababu sasa hivi wa mama tumekuwa wajasiriamali. Tuna hela ndani, huyu mtoto aende shule. Kwa kikundi cha Upendo wote tumesomesha. Wengine wapo form 5, wengine wapo 6. Kwa Kishapu hatutakata tena mapanga. Kwa hiyo serikali ya Mama Samia yote naishukuru sana sana sana, asanteni. Mimi nianze na kutoa shukrani sana Rais Samia ambaye ni mzalendo, anaipenda nchi yake, anatupenda na sisi wananchi. Upigieni makofi Rais Samia. Leo tuko hapa na anatekeleza maazimio yake ya kupambana na umaskini. Aliahidi atatoa mbinu kama hii ngadi ya 10% kwa ajili ya kwenda kupambana na umaskini. Ni mtu ambaye anaipenda Tanzania na anawapenda wananchi wake. Lakini nishukuru sana kwa wakuu wa idara, kama taarifa ilivyotuambia, wameshiriki kusort out, wameshiriki kuwatembelea wana kikundi, na tumepata vikundi vingi ambavyo Mheshimiwa Rais, kama kweli wana kikundi hawa wanakwenda kuokoka kutoka kwenye umaskini, ni historia kubwa sana. Lakini niwashukuru sana nyinyi wana vikundi kwa ajili ya kuanzisha hayo mlioyaanzisha.
na leo yametathminiwa kupata msaada kama huu. Hongereni sana, jipigeni makofi. Watu wanachukua mikopo hawajui wanaenda kufanyia nini. Unasikia wewe hauji kwenye kikundi chetu, tunataka kwenda kuomba mkopo, na unaenda unashuka kule ndani. Kwanza hujui hata unaenda kufanya nini. Nasema kweli semi? Kweli. Inawezekana kuna vikundi vimekuja tu hapa kwa sababu walitokea watu wawili wenye akili, wakaja watu watatu wengine wajinga. Yaani kwa maneno mengine hajui. Alafu anaenda moja kwa moja hata bila kuelimishwa, ghafla anajikuta na mkopo, alafu anaanza kumangamanga. Nasikia hapa huyu msusi mzuri anachukua pesa anaenda. Hajui zile pesa ni za nini alizokopa. Hiyo mimi nawaombeni. Lakini hiyo kausha damu ndugu zanguni, tusiende. Kwa nini siku ya kwenda sijui shetani gani anakuingia alafu unarudi unaanza kupiga kelele? Na mikopo yoyote siku zote ni ya kuzalisha. Alafu faida ndio unakula. Nywele zinasukwa kwa kutumia nini? Kwa kutumia faida. Michango ya harusi kwa kutumia nini? Faida. Lakini nayo tuangalie mikopo ile tusaidie kupeleka watoto shule, faida yake tujengee nyumba. Lakini mikopo ile multiply, yani inafanyaje? Ijiongeze, uondoke kwenye ile kazi unayofanya. Yani uonekane kama leo ulikuwa mamalishe, kesho una kantini. Kama una kantini kiwezekana hicho kikundi kionekana hata kina hoteli. Sasa hivi hapa wilaya ndio inakuwa sasa hivi. Sio wewe kwamba umeumbwa wewe ni wa mamalishe tangu umezaliwa mpaka unaenda kuzikwa, si kweli. Lazima ubadilike. Wewe vijana, kama ni bodaboda, kama unaenda kununua pikipiki, si kwamba kazi yako ni pikipiki mpaka unakwenda kuzikwa, si kweli. Waone leo una pikipiki moja, kesho una pikipiki mbili, kesho una pikipiki ya tatu, kesho kuta una kireku, kesho kuta una gari nyingine, mpaka siku nyingine una fuso yako inabeba nini? Inabeba mchanga. Hayo ndio maendeleo. Ili kule kwenye bodaboda na kuwaachie wale wanaozaliwa. Sasa wewe ndio mpaka miaka 60 unaendesha bodaboda. Aliyezaliwa ataendesha nini?